hauwezi kumjua Mungu kama haui karibu naye kila siku. Hivyo unajua, ukitaka kuwa na nguvu za Mungu lazima ukae karibu na uwepo wa Mungu, ukae kwenye maombi, ufunge sana, utafute kuwa na neno ndani lako ambalo litaendelea kukuuisha. Kuwa karibu na Mungu ni neno la Mungu kukaa ndani yako, kwa sababu amesema mtaijua kweli nayo kweli itawaweka huru. Umesikia? Yaani ni kwamba vile tunavyokaa karibu na Mungu, vile tunavyolitafuta neno la Mungu. Kwa mfano, kuna mtumishi amesema kwamba maisha unayoyaishi, vile unavyoishi, vile ambavyo wanadamu tunavyotofautiana, ni vile ambavyo fikra zetu zinatofautiana pia kuelewa. Kama mimi na uelewa mdogo, yani kama neno la Kristo lililoko ndani yangu ni chache sana, si maisha yangu hayatalingana na yule mtu ambayo neno la Mungu limekaa ndani yake kwa wingi sana. Viwango vyetu, utofauti wetu ni zile fikra zilizoko ndani yetu. Hivi unajua, mtu akikunyima kufikiri sahihi, amekunyima kila kitu chako. Usipoweza kutambua kufikiri, usipokuwa na uelewa, ndio maana Biblia inasema mtaijua kweli na kweli itawaweka huru. Ina maana utalijua jambo, utamjua mtu, utamjua Mungu kwa ukweli, utakijua kitu halisi kwa ukweli wake, na ule ukweli utakufanya wewe uwe huru. Ukiishi na mimi kama unitambui vizuri, hujui mimi nia yangu kwako, hujui mimi natafuta nini kwako, bado haujawa huru, kwa sababu naweza nikakufanyia kitu chochote kwa sababu hujanijua mimi ni nani. Ila ukikaa ukijua kweli kwamba unapoenda kuomba huwa ibilisi yuko nyuma yako na yeye anasikiliza maombi yako. Hivi unajua kwamba Ayubu alipokuwa anaenda kuomba, shetani alikuwa akimfuata nyuma. Mungu akamuuliza, je, umetoka wapi? Ayubu, shetani akamwambia, nimetoka huko na huko kuzurura. Akamuuliza, je, umemwona mtumishi wangu Ayubu? Amemwona kwa sababu naye alikuwepo kwenye maombi. Hivi unajua kwamba ibilisi, yani shetani, anaisoma Biblia sana. Kwa sababu gani? Biblia ni ufunguo wa maisha. Biblia ni neno ambalo sisi tunapaswa tuwe na. Hivi kwa nini ukitaka kusoma Biblia inakuwa ni ngumu? Kwa sababu gani? Neno liloko kwenye Biblia ni ufunguo wa maisha ya kila mtu. Ukiweza kusoma Biblia, kuna baadhi ya vitu utaenda kufunguliwa kwenye ufahamu wako. Kwa sababu gani? Ufahamu wako ukiwa huru, neno likijawa ndani yako, ufahamu wako utafunguliwa, utajua hiki ni 1, 2, 3. Ukishaweza kutambua kwamba ni 1, 2, 3, hakuna atakayeweza kukudanganya. Kwa sababu gani? Umekuwa huru, lile neno umelijua nalo limekuweka huru. Unapokuwa huru, haui mtumwa wa mtu. Hamna mtu yoyote atakayeweza kukudanganya. Kwa sababu gani? Neno limekuweka huru. Ndio maana Biblia inasema mtaijua kweli nayo kweli itawaweka huru. Kweli kweli. Hebu chunguza. Soma Biblia, omba sana, funga sana, chunguza. Unataka kuwa mtu ambaye haonewi kwa neno lolote, mtu ambaye hausingizii kwa jambo lolote. Unataka kuwa mtu ambaye una mafanikio mazuri ambayo yametoka kwa Mungu, lazima uijue kweli, lazima ulijue neno. Ukijua kwamba kuna mahali ambapo panasema nijaribuni kwa matoleo ili muone kwamba nami sitawabariki, ukilijua hilo neno utaanza kutoa. Ukijua kwamba kuna neno nasema ombeni nanyi mtapewa, utaomba ili upate kupewa. Ukijua kwamba kuna neno linalosema usipotoa fungu la 10 unaweka hela zako kwenye mifuko iliyotoboka, utatoa. Kwa sababu gani? Neno liko ndani yako. Ukijua kwamba
Kusema uongo ni dhambi, neno likikaa ndani yako. Alafu tambua kitu kingine, kitu unaweza kuwa unakijua, lakini kwa sababu hakijakaa ndani yako hakina nguvu. Kwa sababu gani? Unalijua jambo lakini kulitenda ni ngumu, kwa sababu halijakaa ndani yako. Ndo maana inasema Biblia kwamba uyatafakari usiku na mchana, na neno hili lisiondoke kinywani mwako. Yaani neno unaweza ukawa unalijua, unajua kutukana ni dhambi, lakini limeshatoka, unalijua lakini limeshatoka kinywani mwako, limeshatoka moyoni mwako. Neno unaweza ukawa unalijua, lakini kwa sababu ya kujawa na mambo mengi na shughuli nyingi, nguvu ikatoka ndani yako. Inatakiwa kila neno la Mungu liwe na nguvu ndani yako. Tumejishughulisha na mambo mengi, tumejishughulisha na vitu vingi sana, neno la Mungu hadi likakosa nafasi ndani yetu. Ebu unapoona unatamani kufanya jambo la kimungu lakini unashindwa, jitahidi, ingia kwenye maombi, jiungane na watu wengine kwa ajili ya kubebana na kwa ajili ya kupata nguvu, kutiwa nguvu. Neno nasema ombeaneni ili mpate kuponywa. Kuna mahali wewe unaweza kusimama kutoka hapo mpaka uombewe, ili maombi ya mtu mwingine apate kukunyenyua, kwa sababu tunanyenyuliana, tunasaidiana. Jiungamanishe na watu ambao wako kwenye maombi, ili nao upate kubustiwa, nao upate nguvu. Hivi unajua, unaposhindwa kunyenyuka mahali, mtu anaweza kukuombea ukatoka hapo mahali. Kwa sababu gani? Wewe hauwezi, unahitaji mtu mwenye nguvu aweze kusimama mahali palipobomoka, ili na wewe uweze kupata uwepo wa Mungu. Na kuomba, mchunguze Mungu, tafuta kujua shida iko wapi. Unapoona unatamani kufanya kitu lakini unashindwa, chunguza, soma Biblia, omba, uliza wale ambao wameshawahi kufanikiwa kwenye hao mambo, walifanikiwaje? Umekaa kwenye wokovu muda mrefu lakini unaona maisha yako ni yale yale. Umesoma Biblia lakini hauielewi. Hebu jaribu kuchunguza kwa nini hauielewi. Unaomba lakini maombi hayapandi, hausikii uwepo wa Mungu. Kwa nini? Chunguza. Umeona? Unajaribu kufanya mambo kama watu wengine lakini unashindwa. Unajaribu kufanya mambo kama watu wengine lakini unashindwa. Chunguza kwa nini. Ukishajua kweli, ukishajua kwa nini, tayari umeshapona. Mtu akikuombea, kwa mfano umetenda dhambi, labda umesema uongo, unatamani waache kusema uongo, lakini haujui kwa nini unafanya huo uongo. Yaani kwa nini unausema? Mtu akakuombea uache uongo, baadaye ukajikuta umeurudia, na baadaye tena ukajikuta umeurudia. Kuna kitu hujakijua kwa nini unasema uongo. Ukishajua ile kweli, ukishajua kwa nini unasema uongo, utakuwa umefunguliwa, kwa sababu utakuwa umejua tatizo, na hata wewe mwenyewe unaweza kuliondoa, kwa sababu unaijua kinachosababisha, nakijua. Kinachotufunga sisi ni fikra zetu. Tunahitaji kuzijua hila za Ibilisi ili tuweze kuijua kweli. Tafuta sana ni wapi ulipokosea ili ukatubu. Tafuta sana ni wapi, chunguza sana ni wapi. Ebu ulizia sana ni wapi. Hivi unajua kwenye Biblia kuna mara ambapo inasema kwamba wameacha kuniulizia, kunichunguza, kunitafuta. Hawanitafuti sana Mungu. Mungu anapenda umchunguze, anapenda umuulizie, anapenda umtafute Mungu, kwa sababu unapomtafuta, unapomchunguza, unamjua, unaijua kweli yake, unamjua kiundani. Umeona? Tafuta kumjua Mungu, naye Mungu atakuweka huru. Ukishaijua tu kweli, tafuta ni wapi ambapo natamani kumjua Mungu kiundani. Mchunguze, mtafute, na Mungu anatafuta, anapatikana. Hivi kwa nini amesema nitafuteni maadamu napatikana? Ni Mungu ni wakuta